Wafalme wa Pili ile sura ya 5 mstari wa kwanza. Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 3 inazungumza habari za jemedari mmoja alikuwa anaitwa Naaman. Si mnamkumbuka Naaman? Biblia inasema alikuwa jemedari mzuri, lakini alikuwa na ukoma. Walipoenda kuwashinda wana wa Israeli, akaondoka na msichana mmoja ili ampeleke kwa mke wake awe msichana wake wa kazi. Akampeleka akamfikisha pale. Kwa hiyo ndipo anamtazama Naaman, anagundua na ukoma. Akaanza kuzungumza na wenzake, laiti huyu angekuweko kule kwetu kuna nabii atamponya. Laiti angekuweko, habari zikapelekwa kwa Naaman. Sasa unajua kilichotokea, Naaman akapona. Nani angejua uponyaji wake ulikuwa ndani ya ule msichana wa kazi? Unaweza ukatizama mazingira aliyompata ule msichana wa kazi, hayafanani na mazingira ya kawaida ambayo ungesema Mungu kamleta. Lakini unaposoma habari za Yusufu unapata picha hiyo hiyo. Amepelekwa Misri akiwa amefungwa pingu, lakini alipokuwa anazungumza na ndugu zake anasema, msisikie vibaya, kwa sababu sio nyinyi mlionileta huku. Mungu alinitanguliza huku ili niweze kuhifadhi maisha ya watu. Lakini mazingira hayaonyeshi kama Mungu alikuwa anahusika. Kwa hiyo unaweza ukatazama njia mbalimbali ambazo watu wanapatikana, na usipokuwa mwangalifu ukaomba, utachukua mtu ambaye sio yeye. Kwenye kazi hizi tunazofanya, tulipokuwa tunaanza huduma mwanzoni, tunaweka watu kwenye vitengo tofauti tofauti. Kuna kitengo kimoja ambacho tulikuwa tunataka kupata watu, na tukatafuta watu wa kutusaidia kufikiria juu ya jambo hili. Wakatusikiliza maono tuliyokuwa nayo, wakaangalia kitu gani kinatakiwa kifanyike. Wakasema, mwalimu, ukitaka kupata watu wazuri, tangaza nafasi ya kazi. Wakasema, tangaza, tunajua unaomba, wewe tangaza, alafu walete CV zao tusipitie. Tukajadiliana na mke wangu, tukasema okay, sawa, hebu tengenezeni hilo tangazo. Wakatengeneza, likatoka kwenye vyombo vya habari. Siku nyingi sana. Najua watu wengi sana hawasomaji matangazo ya kazi, labda kama hana kazi. Na kilichotokea, wali apply watu wengi sana. Kwa ile kamati yetu ikakaa chini, ikapitia majina yote, ikapunguza mengine, ikaorodhesha. Wakatuletea, bwana, tumewapata hawa, tunaomba mweke tarehe tuweze kuwahoji maswali 2 matatu, alafu tuone nani anatufaa. Kwa hiyo tukaendelea nalo kwenye maombi, tukapanga siku, na interview hiyo ilifanyikia Dar es Salaam. Kwa mke wangu akaenda, akahudhuria hicho kikao, sikilize maswali wanayoulizwa. Waliulizwa, na baadaye wale wenzetu wakapitisha majina. Sema, ndio mapendekezo yetu. Mkakae nayo kwenye maombi, tukarudi nayo, tukakaa nayo kwenye maombi. Kila tukiomba inagoma. Mungu aliwakataa wote. Unasema, kwa nini unatuambia? Kwa nini tuingie gharama zote hizo? Kama tungeweza tukaomba, Mungu akatusemesha mapema na kutupa maelekezo wapi wanaweza wakapatikana, kwa namna gani. Sio kwamba hawakuwa wasomi vizuri, very professional kwenye nafasi zao, lakini hizi kazi tunazozifanya si za kwetu, ni za Mungu. Malengo unayoweka usiweke ya kwako, weka malengo ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Tizama kipawa ulichopewa, kifanyie kazi hicho kipawa, na katika yale mambo ambayo Mungu anataka ufanye, kwa sababu kama usipomshirikisha utasikia tabu sana ndani yako kupata msaada wake. Maana unajikuta umeingia gharama kubwa ya kupata watu, lakini kwa sababu hatukai muda wa kutosha kwenye maombi. Yesu alikesha usiku kucha kupata watu 12. Na sijajua kama umesoma kwenye Biblia yako,
katikati ya watu 12, wangapi ambao unaona wakitenda kazi baada ya Yesu kuondoka na ukaona picha ya shughuli zao? Huwaoni wote 12. Kwa hiyo unakuja kugundua ya kwamba kazi ya mtu ama kazi ya Yesu aliyofanya haikutunzwa na watu wengi, haikuendelezwa na watu wengi, lakini alipata watu waaminifu wachache. Wako wengine aliwaombea, aliwapata, lakini haikuwa rahisi sana kukaa kwenye upinzani ambao waliokuwa nakutana nao. Kitu ambacho watu wengi hawajajua, kati ya jambo mojawapo ambalo Ibilisi atapambana na wewe ni kukuondolea watu wazuri na kukuletea watu wabaya, na usipokaa nalo kwenye maombi utakwama tu.